Naam kabisa, mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV Africa, karibu kwenye Mpasho saa saba, ikiwa sasa hivi ni saa saba saa za Afrika ya Mashariki. Nimeandaa taarifa zinapotoka kutoka zetu 40 na Nyabeta. Naam, tukianza na taarifa ya kwanza ni kwamba usaili wa kuwatafuta makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC umeanza siku ya leo jijini Nairobi, huku walioteuliwa watakaofika mbele ya jopo wakiwa 111. Jopo hilo lilianza asubuhi hii leo walipoanza usaili huo na Abduba Molu Ido huko jijini Nairobi, na shughuli hii inapaswa kuendelea mpaka tarehe 25 Aprili mwaka huu. Thank you, panel, for the opportunity to present myself before this panel for this important role. My name is Abduba Molu Ido. I come from Isiolo County, and my background, professional background, is in governance and leadership, and in management and institutional development. I've had the opportunity to serve at various levels, starting with work within communities back in Isiolo South, where I was privileged to head a development and humanitarian organization. And through this organization, I was at a very young age, got an opportunity to lead a diverse team to be able to implement community development projects. And through that, I got an opportunity to also be elected as the chair of the Constitutional Review, County Constitutional Review Committee in Isiolo South, where I led a team that was instrumental in collecting public opinion that Naam, tukiachana nayo ni kwamba Rais William Ruto siku ya jana alifanya mageuzi ambapo alimfuta kazi waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi hapo jana kwa mabadiliko ya baraza la mawaziri. Alitoa kwenye mabadiliko hayo, Rais William Ruto alimteua mbunge wa Mbeere Kaskazini Geoffrey Ruku kumrithi Justin Muturi na pia kuingia kwenye sekta ya utumishi wa umma, na pia Aden Duale akahamishwa hadi Wizara ya Afya kutoka kwa Wizara ya Mazingira. Deborah Baraza akahamishwa kutoka Wizara ya Mazingira kutoka Wizara ya Afya kupelekwa kwa Wizara ya Mazingira, na pia Hana Wendot Cheptum akateuliwa kuwa waziri mpya wa jinsia na utamaduni nchini Kenya. Tukiachana nayo tuingie kwenye kaunti ya Tharaka Nithi. Ni kwamba kinara wa ODM Raila Odinga siku ya jana alikana madai ya kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza, na pia akazungumza pale eneo la Chogoria kwenye hafla ya mazishi ya Laban Murungi. Raila alidai kwamba Rais Ruto ndiye aliyemtafuta baada ya kukumbwa na misukosuko kwenye serikali ama kwenye uongozi wake katika serikali ya Kenya Kwanza. Inchi mpaka endelee mbele. Bila hatutaki. Mambo ya kugawanya mali kwa njia ya ubaguzi hatutaki. Kwa hivyo sisi hatujasema tumeingia kwa Ruto. Bwana serikali Ruto ndiye amekuja kwetu. Kama walikuwa na shida hii ilikuwa inateketea, wakasema ati Ruto must go, finance bill must go. Ruto akasema finance bill siweki sahihi, nimerudishia bunge. Akasema nimevunja serikali. Sasa kitu gani? Sasa nataka kuunda serikali mpya. Akatuuliza sisi tumepatia yeye wataalamu.
ambao wanaweza kusaidia. Tukasema chukua hao wataalamu. Sio kawapatia tumazima, sio atujangia huko. Raila jangia huko. Mimi si waziri katika serikali ya Ruto. Na tukisonga mbele katika hafla hiyo hiyo ya mazishi, kiongozi wa chama cha PLP ama People's Liberation Party Martha Karua siku ya jana amekana kujiunga na serikali, huku akisema kwamba bado atakuwa ama atasalia upinzani, na pia akilaumu maovu ya serikali ya Kenya Kwanza ikiwemo ufisadi, ukosefu wa uwazi na kutowajibika. Karua aliyazungumza haya katika hafla hiyo ya mazishi yake Laban Murungi. Broad-based is the way to go. It is also our right to disagree, and that is why I firmly remain in the opposition. I firmly remain with the people, and today we must continue questioning government, questioning its policies. We must continue saying no to abductions, saying no to executions, saying no to grand theft of public funds when basic services are suffering. We must continue saying no to the suffering through the she. One doesn't even know what is what. We must continue asking for money for education. Those are the issues we would want looked into. And that's why the framers of our Constitution found it fit to decree that Kenya will be a multi-party democracy, that in Parliament there will be a minority side and a majority side. But when you merge the minority and majority, as is happening in the broad-based, you deny people the power to question government from a position of strength. So while blessing the broad base for those who see it that way, I still request them to do what the law says, to enter in political holy matrimony, which is a coalition registered by the Registrar of Political Parties, to let the vital committees sit with parties absolutely not in government, so that we are able to continue having a debate that is healthy for this country. I am saying that because we are lionizing a man who lived his life well and who did things with excellence. If you are a teacher, perform your job with excellence. If you are a politician like me, perform your job with excellence. It means going. That's what I try to do, to stand my ground at all times. I remain a friend of Baba. He is my brother, but politically we have agreed to disagree. Na kwenye hafla hiyo na wa Migori James Orengo si ya kaunti ya Migori, samahani, gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo siku ya jana pia alimpa changamoto kiongozi wa ODM Raila Odinga, akimwomba kwamba kufikiria zaidi kuhusu muungano wake na Rais William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza, huku akitaka viongozi wengine kuendelea kuwajibika. So what I would want to say on this very important day when we are celebrating the life of Mzee Murungi is that what is going to take Kenya across the river into the path of democracy and constitutionalism is to do what is right. At the end of the day, do what is right. As leaders, do what is right. And in every circumstances, that debate is not very difficult. It's not very difficult. We can have argumentation all over, and Kenya now is full of debate. But there is always something right in any circumstances. And obviously, if there's something right, there's likely always be something wrong.
So if we choose to be in the right path, I don't think that Kenya will get lost in this community of nations. And that's where I judge Raila Amolo Odinga, that when it comes to matters of principle, because I think all that we are arguing most of the time is about form rather than substance, is tactic rather than strategy. But if you are talking substance, I think we can always be able to do what is right for this country and what is right for this nation. And for that one, you should never be second-guessed as a leader. If you're a leader who is transactional and is looking at the easier path, then you will never get it right. Never get it right. Na mpenzi mtazamaji, imefika mwisho wa taarifa za Mpasho saa saba, lakini kukumbusha tu kwamba kwenye tume ya kutafuta makamishna wa tume ya huru ya uchaguzi na mipaka, kwa sasa Abdikadim Adan Abdi pia ameingia kwenye jopo hilo ambalo linaendelea na usaili huo pale jijini Nairobi. Lakini hizo ni baadhi ya taarifa ambazo tulikuwa tumekuandalia mchana wa siku hii ya leo. Jiunge nasi kwenye vipindi vyetu kwenye runinga ya Ndizi TV Africa, ikiwemo tunasema kwamba ni utamu uliokolea. Kwenye mitandao tofauti ya kijamii, Facebook utatupata @Ndizi TV News Digital, Instagram X account, pamoja na TikTok na YouTube utupate @Ndizi TV Africa. Utupate pale, uweze kutembelea tovuti yetu www.ndizitv.co.ke. Langu jina Jacinta Nyabeta, kwa na mchana mwema.